nikusaidie. Chochote kile chenye uhai, chochote kile chenye uhai kina sifa ya kuwa na maongezeko. Andika. Chochote kile chenye uhai kina sifa ya kuwa na maongezeko. Ile tu kina uhai ni lazima kiongezeke. Hakitakiwi kudumaa, bali kupiga hatua ya kusonga mbele. Sema amen. Ukiona unapambana sana katika kutafuta, lakini haufiki kupata matokeo unayoyataka, ujuage shetani amepiga hilo eneo. Sema amen. Kwa hiyo msingi wa maisha ya mwanadamu ni Mungu kumuumbia mwanadamu maongezeko, na hilo jambo ni moja ya vitu ambavyo shetani hupambana navyo, kuhakikisha mwanadamu hazifikii baraka alizowekewa na Mungu aliye hai. Hilo ni jambo moja wapo lililo kubwa shetani anapambana nalo, kuhakikisha hausogei, kuhakikisha haufiki mahali unatakiwa kufika, kuhakikisha haukutani na baraka za kwako. Hiyo ni moja ya vita na upinzani ambao shetani anaufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Tunapoanza hii safari katika utangulizi siku ya leo, kabla hatujaingia ndani zaidi, tuone silaha anazotumia shetani kumkwamisha mwanadamu asiongezeke. Kwa hiyo andika, silaha anazotumia shetani kumkwamisha mwanadamu asiongezeke. Silaha anazozitumia shetani kumkwamisha mwanadamu asiongezeke. Kama unaandika silaha ya kwanza, kama ushamaliza hiyo subtitle, silaha anazozitumia shetani kumkwamisha mwanadamu asiongezeke. Silaha ya kwanza, uko tayari nikupe? Uko tayari? Silaha ya kwanza, hofu. Silaha ya kwanza ni nini? Hofu. Kutoka 14:10 hadi 12, Biblia inasema hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Hebu sema hofu. Nisaidie kusema kwa nguvu, hofu. Sasa nisikilize. Kuna siku moja nilikuwa natoka kwenye, wanasema neno zuri kwa Kiswahili, discussion. Neno zuri kwa Kiswahili, mjadala. Yes. Nilikuwa natoka kwenye mjadala na wanafunzi wenzangu, lakini eneo lenyewe ni Uleli Ng'ombe huko mbali kabisa. Kaka yetu wa kwanza alikuwa anafanya kazi huko, na kule wamejenga, yani watu wana miji
ya kiukoo, sawa?